Watu wangu, mafans wangu wa Trevor, nawashukuru kwa video ile yenye tulienda tuka receive bwana Duncan kutoka Australia. So leo kuna fan wangu anaitwa Becky, Madam Becky from Canada. Alinipigia simu akaniambia, Trevor, nimeona kazi yako katika YouTube channel yako na nimependa. So nilikuwa nataka ukuje uni leo airport, lakini sikuwa na ile uwezo juu already ashafika airport na alikuwa ameniambia niende, lakini mimi sikuwa na ile uwezo kuenda. Nikamwambia sasa tutafanya aje, akaniambia hapo ina shida, tutakutana achana nikupimie location karibu na huku kwetu Ushago. Unajua mimi video zangu zote na receive watu sana Ushago, lakini ya airport leo ikanishinda kabisa. So mafans wangu, nataka mnisaidie msubscribe ile tumeanza hivyo, na nataka unajua kila kitu huanzia zero. Na natumai nitakuwa nasaidia kama unatoka Ushago, unatoka hata popote, mimi na receive watu kutoka Canada, wapi Australia, kila mahali. So siku ya leo ukiona mahali hapa hivi katika mandra kama hii, sikuwa na ile uweza kwenda hapo, lakini akanipea location nimngojee hapa. So nadhani ako karibu kufika. Juu aliniambia mahali hapa, so cameraman tabii tumsubiri. Juu alikuwa ameniambia mavazi amevaa long ya jeans hivi. Sasa nadhani ako ile harakati ya kukuja ili tuweze kumpokea. Sasa tumsubiri. Wangu nadhani yeye ndio anakuja, Madam Becky kutoka Canada. Cameraman umemwona, alikuwa ameniambia amevaa mavazi kama hiyo. Sasa tuweze kumsubiri Madam Becky. Habari ya leo? Madam Becky kutoka Canada. Safari imekuwaje? Imekuwa mzuri. Ulikuwa umeniambia umefika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport. Sasa sikuwa na ile uwezo wa kukuja mpaka mahali pale. Nilikuwa nimechelewa, kwa umeshaniambia umeshatua. Nikaona sasa kitambo nifike hapo, kazi yangu itakuwa tutachelewesha. Nikaamua ukaniambia achana nikupe location, ngoje pale fulani. Lakini sasa nilifika hapa, nimekungoja, nimekusubiri sana. Naye kwa njia imekuwa shida. Mpaka naona sijui ile ndio gari yako kuna nye ulipark huko. Ndio naiona umeipark huko, ndio umefikanga tu sasa hivi. So Madam Becky, mimi peke yangu ndio umeniita hapa ama kuna mtu anakukujia? Nilikuwa nimempigia simu mzee wangu. Aningoje tu hapa. Akungoja hapa. Mimi ndani mlikuwa na airport. Hata yako kupata nafasi ya kuja huko. Akaniambia tutaningoja mahali hapo. Sasa nadhani cha tumsubiri ama mpigie simu mwambie tumefika. Jaribu hivi mpigie simu tuweze kusikia kama amefika ama ako kwa njia hapo. Ndio sasa Hello. Uko wapi? Ndio nimefika. Nikusubiri hapa. Sawa. Fanya haraka. Ako kwa njia. Haya, acha sasa tuweze kumsubiri mzee wako. Miaka ngapi umeenda Canada? Nimeenda for 2 years. 2 years. Mimi nadhani kwa sasa hiyo 2 years umefanya maendeleo nyumbani sana. Kwa nyumba yako. Ndio alikuwa ananionyesha maendeleo anafanya huko nyumbani. Afanya maendeleo mzuri sana. Kama unaona unafurahi, kuna nyuso. Inaenda bure. Sasa tuweze kumsubiri. Mafans wangu, leo nimereceive Becky kutoka Canada. Alikuwa ananiambia tu, Trevor utakuja kunichukua siku gani? Lakini sasa nikasema hapana, siwezi kupoteza fan wangu. Nikasema kama ameniita hivyo na amenyenyekea, nikasema lazima nimuende. So mafans wangu, chana tungoje mzee wa Becky tuweze kuona amekuja aje. Najua imekuwa muda mrefu, miaka 2. Nadhani tu mnaongeanga mzuri, hakuna kitu. Tunaongeanga mzuri. Ananiambianga kwa salama na maendeleo mzuri na naenda kufurahia. Sawa. Acha tuweze kumsubiri.